Bwana Yesu asifiwe sana, na kusalimu kwa jina la Yesu, jina lipitalo majina yote, jina ambalo kwa hilo linatupa uzima. Ninapoliongelea jina la Yesu na furaha kubwa, ndugu zangu wa Tanzania, kwa sababu ni jina pekee ambalo linatupa kibali cha sisi kuwa wazima. Kwa maana kila sababu kubwa sana ya kumshukuru Mungu kabisa kipekee ambaye amenipa afya. Na kwa afya hii nimesimama mbele yako, ndugu mtazamaji, ndugu Mtanzania, mahali popote ulipo. Natumaini kabisa na wewe ni mzima wa afya njema. Hatumepata kibali pia cha kuwepo leo. Mungu anayo sababu mpaka amekuacha uwepo leo. Anayo sababu kubwa sana, na liko kusudi kubwa la wewe kuwa mzima. Ni kukaribishe sasa ndugu Mtanzania, mtazamaji wangu, kwenye kipindi chetu kizuri cha channel yetu ya Moria CAG Church TV, kwenye channel yetu nzuri ambayo tunamshukuru Mungu kipekee kwanza ambaye ametujalia kuwa na channel hii, kwa sababu tunataka kuwafikia watu wote Tanzania na nje ya Tanzania ambao wanampenda Bwana, lakini pia wanahitaji kusikiliza sana habari za Mungu, kwa sababu upendo wa Kristo ndio ulioiweka mzigo ndani yetu. Umeweka mzigo na himizo kubwa kwamba tupate chombo hiki, ili kwa wewe sasa ambaye uko mbali, ambaye tuwezi kukufikia saa nyingine rahisi, lakini tumeona kupitia channel yetu ya Moria CAG. Napongelea CAG ndo kanisa la CAG, kwa kirefu linaitwa Christos Assemblies of God. CAG kanisa letu zuri chini ya Bishop Katunzi ambaye ndo askofu wetu mkuu. Lakini nikukaribishe, huduma hii inapatikana Songwe, mkoa wa Songwe, maeneo ya Mbozi. Kifika Mbozi kuna kijiji ama kamuji ambao kanaitwa Mbimba Migombani. Tunapatikana hapo, kanisa liko hapo chini ya Pastor Moses Mgogo. Niko hapa naendelea na huduma hii, namshukuru Mungu aliyenipa neema. Ni mwinjilisti lakini pia na mchungaji ambaye naendelea na huduma mahali hapa. Na siku ya leo ninayo maneno ambayo nikuletee ndugu Mtanzania. Neno la Mungu nikusomee kwa majira haya ambayo Bwana amenipa kibali kusimama mbele yako. Nataka niongee ujumbe wa neno la Mungu kwa ndugu zangu wa Tanzania wote ambao wanaendelea kutufuatilia katika channel yetu hii ya Moria CAG TV Church. Mungu wa mbinguni akubariki. Lakini kabla sijaleta ujumbe, nianze na maombi kwanza. Niombe lakini pia nikuletee ujumbe kwa kifupi, ili tuwe na ujumbe wa kutafakari. Unaposoma utakuwa tafakari na ujue Yesu ana kusudi gani kwenye maisha yako. Funika macho yako tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wetu uliye mwaminifu, Mwokozi, asante kwa ajili ya neema ambayo Bwana wa majeshi umenijalia leo kuwa mzima. Na furahi na Watanzania hawa wanaonitazama ni wazima, umewapa afya, wanaendelea na shughuli zao, majukumu yao ya kiofisi, ya kilimo, kazi mbalimbali. Ni kwa sababu ya afya uliowapa. Nami umenipa afya, na kwa afya hii nimesimama ili kusema habari zako Kristo. Nijalie, nipe neema. Bwana, nipe neema ya kusema neno lako leo kwa watu wako katika jina la Yesu. Namleta msikilizaji wangu huyu anayenisikiliza majira haya, namleta mbele zako. Pe neema, mwepushe na kila namna ya uharibifu ambao adui ameupanga kwake. Ninaukataa kwa jina la Yesu. Neno lako linaposikika masikioni mwake, likawe na nguvu, likaumbe umbaji wenye neema ndani yake sasa, katika jina la Yesu Kristo, amen. Ujumbe ambao nimekuandalia siku ya leo, ni majira ya ujumbe ambao nimekuandalia kwa siku ya leo. Somo letu linasema umjue anayeweza
kufungua. Umjue anayeweza kufungua. Kwa nini somo hili umjue anayeweza kufungua? Ni wazi kabisa kwamba watu wengi sana kwenye ulimwengu ambao tunaishi au tunaendelea na maisha ya kila siku, mpaka sasa hawajajua nani anaweza kuwafungua. Ninapoongea kufungua, nitakufafanulia kwa mapana sana, na utajua namna gani watu wanaweza kufungwa na namna gani wanaweza kufunguliwa. Sasa kwa bahati mbaya, wengi sasa hawajui nani anayeweza kufungua. Kwa mtumishi wa Mungu nimetokea hapa mbele zako ili nikujulishe anayeweza kufungua. Anayeweza kufungua. Umjue anayeweza kufungua. Kuletea maandiko katika kitabu hiki cha Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana sura ya 5. Maandiko haya tufungulia ili upate kujua kichwa chetu hiki cha somo. 5 sura ya 1. Biblia inasema, kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa muhuri 7. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahilie kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake? Wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Nami nikalia sana, kwa kuwa hapa kuonekana mtu astahilie kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Na mmojawapo wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama simba aliye wa kabila ya Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake 7. Nisome tu mistari hiyo alafu nikujulishe. Huyu ni mtumishi wa Mungu Yohana ambaye nasoma habari hizi katika kitabu cha Ufunuo. Kama nilivyokuambia kwamba somo la sema umjue anayeweza kufungua. Umjue anayeweza kufungua. Maandiko haya ama Biblia inatujulisha wazi kabisa, mtumishi wa Mungu Yohana ambaye Biblia inamsema kwamba akaona kitabu ambacho kimefungwa nje na ndani. Na mtumishi huyu anasema, lakini ndani ya kile kitabu anaona maajabu kidogo, kwamba haoni mtu anayeweza kufungua, na akasoma habari zake. Manake shauku ya Yohana ama hitaji la Yohana, alikuwa anataka kujua nani anayeweza kufungua kitabu hiki, na akasoma zile muhuri zake 7. Biblia inasema hakuona mtu anayeweza kufungua. Anatazama, haoni mtu wa kufungua kile kitabu. Lakini huwa anajiuliza maswali. Huwa anakuwa na viulizo vingi hapa. Nini Yohana anachokiona kwenye kitabu? Na kwa nini anatafuta mtu wa kufungua? Na kwa nini baada tu ya kuona haoni mtu wa kufungua kitabu, Biblia inasema akawaza sana, kiasi kwamba kuna mstari hapa tumesoma akalia, maana akasema sikuona mtu atakayeweza kufungua hicho kitabu na kuzisoma hizo muhuri zake 7. Haoni mtu wa kufungua hicho kitabu. Kwa Yohana akaanza kulia. Maandiko yanasema nikalia sana, maana hapa kuonekana mtu wa kufungua kile kitabu. Hapa kuonekana mtu wa kusoma maandiko yaliyoandikwa ndani ya kile kitabu. Maana yake ni mambo magumu yaliyofungwa, ambayo Yohana anatafuta mtu nani sasa atakayesoma, ambaye atafungua kile kitabu, asome ya juu ya habari za kile kitabu. Biblia inasema hakuona wala hakuelewa nani atafungua. Ilibidi mtumishi wa Mungu akalia sana. Akalia sana. Kwa nini analia? Kwa sababu haoni mtu wa kufungua.
Lakini napenda maandiko hapa yananiambia, wakati analia mstari wa 5, na mmojawapo wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama simba aliye wa kabila la Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake 7. Unaona, kwa kuna mtu anamwambia Yohana, acha kulia, tazama yuko simba wa kabila la Yuda, shina la Daudi, ambaye ni Yesu Kristo wa Nazareth, ambaye alikuja akafa msalabani. Kwa kupigwa kwake analeta ukombozi. Kwa Yohana anaambiwa, kilio chako ama machozi yako, yuko mtu anayeweza kumaliza kesi hii, ambaye ni shina la Daudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunamuona kwamba Yesu Kristo ndiye ambaye anatambulishwa kwa Yohana kwamba ndiye atakayefungua. Anafungua nini? Maana yake Yohana anaona mambo magumu juu ya wanadamu. Maisha ya mwanadamu ni kama kitabu ambacho kimefungwa, wala hakina mtu wa kufungua. Watu wanayo maandiko magumu kwenye maisha yao ambayo wao wenyewe pia hawawezi kujua, kwa maana kwamba hawawezi kuelewa. Hata kama wangechukua muda wa kuzunguka, wa kuhangaika. Tumeona kwenye ulimwengu jinsi ambavyo watu wanahangaika. Hata wewe ni shahidi unayenisikiliza kwenye maisha yako. Kuna wakati umehangaika sana, kuna wakati umetafuta sana, lakini mpaka sasa hujaona msaada au hujaona majibu juu ya hitaji lako. Kuna matatizo magumu yaliyo ndani ya maisha yako ambayo umesumbuka, umeenda nchi mbalimbali uhangaike ili uyasolve, imeshindikana. Kwa hayo tunaita ni kama kitabu kigumu ambacho Yohana naona hapana mtu wa kufungua. Na ndio maana na wewe sasa hujaona mtu wa kusaidia. Umesikia kwa habari ya waganga umeenda, umesikia kwa habari ya wataalamu umeenda, umesikia kwa habari ya watu mbalimbali unaowafahamu kwa gharama, kwa fedha, lakini hujaona msaada. Ndicho Yohana anachokiona ni kama kitabu kigumu ambacho hapana mtu wa kufungua wala anayeweza kusoma. Sasa Yohana akalia, ambacho hata wewe kinaweza kukupelekea ukaanza kulia. Watu wanachokiliwa Tanzania, watu duniani wanakilio, wanalia nini? Kwa sababu hawajaona mtu kwenye maisha yao wa kuwasaidia. Kila walikotegemea watapata msaada, hawajapata msaada. Kwa hiyo wamebaki na machozi. Yako machozi ya watu yanatiririka kwenye mioyo yao, na machozi haya hawaoni mtu wa kuwafuta. Hata Yohana alikuwa analia, hakuona mtu ambaye atafungua maisha ya wanadamu. Ndilo ambayo Yohana anaona, watu wamefungwa, watu wametekwa, wamekamatwa. Nani atawasaidia? Haoni mtu wa kuwasaidia. Lakini ashukuriwe Mungu ambaye linapatikana jawabu kwamba Yohana, acha kulia, maana yuko Yesu, yeye aliyeshinda kifo na kaburi. Huyo ndiye ameshinda ili apate kufungua maisha ya wanadamu. Ndugu zangu wa Tanzania, watu wote mnaonitazama, nataka kuambia siku ya leo kwamba umjue anayeweza kufungua, umtambue anayeweza kufungua, ambaye ni Yesu Kristo wa Nazareth, ambaye mimi nimesimama mbele zake leo kama mtumishi wake, naye wakilisha habari zake kwamba Yesu anaweza juu ya jambo ambalo limekushinda wewe. Kuna jambo limekushinda, kuna jambo limekusumbua. Una fedha hazijakusaidia, una cheo hakijakusaidia, una heshima haijakusaidia, umeinuliwa kazini hujasaidiwa, umeinuliwa kwenye jamii hujasaidiwa, lakini hujaona jambo la kusaidia kwenye maisha yako. Umebaki na machozi, unatembea na machozi, unatembea unalia. Nataka nikuambie kwamba usilie. Yuko mmoja tu aitwaye Yesu wa Nazareti. Huyo anaweza kufungua vifungo kwenye maisha yako. Sasa sijajua vifungo, viko vifungo aina nyingi ambavyo watu wamefungwa. Ninaongea na wewe, sijajua kifungo chako nini. Sijajua umefungwa na nini. Wengine vifungo vyao ni ulevi, wengine vifungo vyao ni ukahaba, wengine vifungo vyao ni magonjwa asiyopona, wengine vifungo vyao
ni hali ngumu ambayo haiwezi kubadilika juu yao. Wana matatizo wanadamu. Tuangaliane tu hivi tunapokutana njiani. Watu wana matatizo, watu wana shida, hawajajua wapi zitatatuliwa. Lakini nimesimama leo kuwajulisha kwamba yuko Yesu wa Nazareth ambaye ndiye anayeweza akaifungua hiyo shida yako, akatatua mahitaji yako ambayo unahitaji. Kwa kadri ambavyo utamwendea yeye, anaweza kufuta machozi. Anayafuta machozi ya Yohana, kwamba Yohana, acha kulia, maana Yesu aliyeshinda kifo na kaburi, hata ugonjwa wako, hata shida yako atashinda, hata maisha yako atashinda, hata changamoto ulionayo atashinda, hata shida ulionayo atashinda. Bwana Yesu asifiwe. Atashinda sana. Lakini pia nina kipengele kinasema nguvu ya maombi kupitia kwa waombaji. Nguvu ya maombi kupitia kwa waombaji inasababisha kumhamasisha anayefungua aje akufungue. Nguvu ya waombaji, nguvu ya maombi kupitia nguvu ya maombi kupitia kwa waombaji inasababisha kumhamasisha anayefungua aje akufungue. Wewe umefungwa vifungo, lakini nahitaji watu ili wasimame badala ya vifungo vyako, wamwite anayeweza kufungua. Nguvu ya maombi ikiombwa na waombaji inaweza kumhamasisha anayefungua ashuke kwako akufungue. Nimekuambia hapo mwanzo napoanza kwamba ninafanya kazi ya kuomba na watu mbalimbali, kwa sababu Watanzania wengi, wanadamu wengi wana vifungo. Mama wana vifungo, baba wana vifungo, watoto wana vifungo, mabinti, vijana wana vifungo. Vijana wamefungwa mashuleni, wana elimu, wana akili, lakini vifungo vya ukahaba vimewafunga. Wazazi wao wana uwezo wa kuwasomesha, mama zao wana uwezo wa kuwasomesha, baba zao wana uwezo wa kuwasomesha, lakini kwa sababu ya vifungo vya ukahaba wamepoteza masomo. Lakini wanahitaji nguvu ya maombi ambayo iombwe na waombaji ili wamhamasishe anayefungua aje akufungue. Nikisoma kitabu hiki cha Matendo ya Mitume 12, Matendo ya Mitume sura ya 12, Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa kwanza. Nikisomea maandiko haya ili uone jinsi ambavyo Yesu anafungua. Panapo majira yale yale, 12:1, panapo majira yale yale Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatendea mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari wanne wamlinda, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Mstari wa 5. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa usiku ule, Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili, walinzi mbele ya mlango wakalinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamlika mle chumbani, akampiga Petro bavuni, akamwambia akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo, kisha akamwambia, jivike nguo yako ukanifuate. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia,
hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini ukawafungukia wenyewe. Wakatoka nje, wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Hata Petro alipopata fahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Na alipokuwa akifikiri haya, akafika nyumbani kwa Maria mama ya Yohana, ambaye jina lake la pili ni Marko, na watu wengi walikuwako wamekutanika humo wakiomba. Naye alipobisha kilango cha lango, kijakazi jina lake Roda akaja kusikiliza. Alipoitambua sauti ya Petro, hakuifungua lango kwa ajili ya furaha, bali akapiga mbio akaingia ndani, akawaambia kwamba Petro anasimama mbele ya lango. Wakamwambia, una wazimu. Lakini yeye akakaza sana, akasema ya kwamba ndivyo hivyo. Wakanena, ni malaika wake. Petro akafuliza kugonga. Hata walipokwisha kufungua, wakamwona, wakastaajabu. Naye akawapungia mkono wanyamaze. Akawaeleza jinsi Bwana alivyomtoa katika gereza. Akasema, kampasheni Yakobo na wale ndugu habari hizi. Akaondoka akaenda mahali pengine. Ninaposoma maandiko haya, nasoma na kuwa na ujasiri mkubwa na kuwa na uhakika mkubwa kwamba ninapomzungumza Yesu anayefungua, nina uhakika naye Mtanzania, kwamba ukimwamini, ukimtumaini yeye, ukiamua kumgeukia leo, anafungua. Tunaona hapa katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Biblia inasema yuko mfalme aitwa Herode. Yeye kwa mara ya kwanza Herode binasema alimkamata mwanafunzi mmoja kati ya wanafunzi wale, Yakobo. Maandiko anasema akamchinja Yakobo. Kanisa linashtuka, Yakobo amechinjwa. Yakobo alipochinjwa, kanisa likawa limenyamaza. Baadaye tena anakamatwa Petro. Petro alipokamatwa, binasema akawekwa ndani ya chumba, na yeye akawa anasubiri afunguliwe kwenye chumba, alafu baada hapo achinjwe kama Yakobo alivyochinjwa. Biblia inasema waombaji kanisa wakaondoka, wakatafuta chumba, wakajifungia, wakaanza maombi kwa ajili ya Petro. Wanaomba nini? Wanamuomba Bwana afunguaye ili aende gerezani akamfungue Petro, yeye aliyofungwa, ili Petro afunguliwe, maana yuko kifungoni. Kama ambavyo nimesema, Watanzania wamefungwa, wako kwenye magereza. Petro yuko gerezani, na yeye anahitaji watu waombe ili kule gerezani Mungu akihamasishwa na waombaji aende kwenye gereza akamfungua. Sawa, kiwa ndani ya chumba wanaomba, Biblia inasema hivi kwamba Mungu akamtuma malaika wake. Sasa akaenda kwenye gereza moja kwa moja. Yule malaika akayafungua malango, akaifungua milango ya gereza. Milango ilipofunguka, malaika akaenda moja kwa moja akampiga Petro kwenye ubavu, akamwambia inuka. Mara vifungo vikamwachia. Vifungo vilipomwachia, Petro akainuka, anamfuata yeye aliyemfungulia. Malaika wakatoka na nje. Biblia inasema walipopita lango la kwanza na la pili, wakatoka nje. Baadaye kidogo malaika walipofika nje, malaika akapotea. Petro sasa anashtuka, anasema sasa natambua kabisa ya kwamba Mungu alimtuma malaika wake gerezani ili aje anifungue. Maana yake Petro anajua mali hapa gereza sio walinzi waliofungua, sio walinzi ambao wamenionea huruma, bali ni malaika. Maana walinzi wapo ndani ya gereza, lakini gereza limefunguliwa na Petro anatoka. So Petro alipotoka, Biblia inasema anakwenda sasa watafute ndugu zake. Kumbe waombaji waombao maombi wako kwenye chumba, na Petro anaenda kwenye chumba cha maombi, anagonga mlango. Binti moja anakwenda ili afungue, anaisikia sauti ya Petro,
Oh, haleluya. Alipoisikia sauti ya Petro, Biblia inasema akarudi asifungue mlango kwa ndugu zake. Akamwambia, jamani, Petro ametoka. Wanaambia, acha kuwa na wazimu, Petro hajatoka. Anaambia, jamani, ni sauti ya Petro, ambayo wale wanaoomba hawaamini pia nao wanasema utakuwa na wazimu wewe, maana wanaliona ni kama ni jambo gumu, lakini wameenda nalo mbele za Bwana. Wanaomba. Nina kila sababu ya kukuambia hakuna jambo gumu la kumshinda Bwana. Hata hawa walio kwenye maombi wanaomba, lakini walijua ni jambo gumu sana ambalo haliwezekani, ila tu wanamuomba Mungu ikiwezekana afanye. Mungu amefanya, akili zao zimebaki ni kama haziamini, lakini ndicho kilichotokea. Tayari Petro ametoka gerezani, baadaye wanamfungulia mlango. Petro anambia, nyamazeni kimya, niwaeleze jinsi ambavyo Mungu alimtuma malaika ili malaika aje gerezani anifungue. Watanzania, ndugu zangu, watu wote mnaonisikia, mnaonifuatilia kwenye chaneli hii, nataka niwaambie kabisa kwamba Yesu Mnazareti ana uwezo wa kufungua. Hata wewe una vifungo, hata wewe una shida, kwa muamini Mungu atakufungua. Kama alimtuma malaika aende kwenye gereza amfungue Petro kwenye gereza, Petro afunguliwe, hata kwako hapo ulipo, hata kwenye mkoa wako atakuja akufungue hapo. Hata kwenye tabu yako atakuja akufungue. Sijajua una tabu gani sasa, sijajua una shida gani ambayo inakutesa, lakini nataka nikutie moyo kwa ajili ya hiyo shida, ya kwamba yuko Yesu Mnazareti. Yesu wa Nazareti anaweza akakufungua. Kwa jambo ni moja tu, muamini Yesu, mimina moyo wako kwake, umwamini. Ukifungua mlango wa moyo wako ataingia, atakusaidia. Shida, umekata tamaa, umesema haiwezekani. Wengine wamewaza kujinyonga, wengine wamesema jibu ni kufa, maana nimehangaika vya tosha, kama ni hela nimetumia vya tosha, sasa kilichobaki bora nife. Mimi nataka niseme usife moyo. Yesu anaweza, Yesu anaweza. Hata leo hii ukimwamini, ukimtumaini, atakuwezesha. Mtanzania, atakufungua hiyo shida yako. Mama unanisikiliza, kijana unanifuatilia, babu unanifuatilia, mwanafunzi unanifuatilia, shida yako inawezekana. Mungu atakufungua. Ana uwezo wa kufungua. Ndani mwa maombi yanaombwa na waombaji inawezekana kufungua. Kwa hiyo niko mahali hapa, ninawaombea watu wenye shida mbalimbali, na nimemwona Mungu akiwafungua watu, akiwaponya watu magonjwa. Anawafungua magonjwa yao, tabu zao. Watu wanafunguliwa, watu walikuwa na mambo magumu wanafunguliwa. Kwa tuna uhakika, na mimi naposema nina uhakika, maana Yesu kwanza alianza kunifungua mimi. Nilikuwa na vifungo vya dhambi, alinifungua. Kwa ninaposema nafungua, naongea kitu ambacho kimefanyika kwangu. Siongei nilichosikia kwa mwingine. Hata mimi alinifungua katika ujana wangu, alinikuta na shida na tabu, shetani amenikamata akanifungua. Hata wewe inawezekana. Usife moyo kwenye ulevi, usikate tamaa kwenye magonjwa, hufanikiwi, mambo hayaendi, usife moyo. Yupo Mungu ambaye anaweza kufungua. Jambo ni moja tu, muamini Mwokozi Yesu wa Nazareti, atakusaidia, atakusaidia, atakufungua. Kwa nikukaribishe kabisa kwamba Yesu anafungua. Uwe na imani, hilo linawezekana, hilo linawezekana. Sijajua tabu yako ni nini, lakini weka imani. Nataka nikutie Watanzania wasife, wasikate tamaa, wajue yuko Yesu ambaye anafungua tabu zao, anafungua kanisa la Bwana. Mahali popote watu wa Mungu umeokoka, unakwenda, majaribu ni mengi, mambo ni mengi, usife moyo kwenye hayo majaribu. Yesu anafungua. Sijajua umekutana na mlima gani, unataka kuacha wokovu kwa sababu ya huo mlima. Yesu wa Nazareti anaweza, atakufungua, atakuacha huru kabisa. Petro alitoka gerezani, watu wengi wakina Shadraka walitoka kwenye tanuru la moto. Inawezekana, inawezekana. Sijajua tabu yako kama ni kubwa zaidi ya tanuru la moto aliyotoka Shadraka na Meshaki na Abednego. Shida yako inawezekana. Yesu atakutoa, atakufungua. Kwa hiyo kama hujaokoka, unahitaji kuokoka ili Yesu awe ni Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Lakini napenda pale ulipo ni kuongoze sala ya toba. Ni kuongoze sala ya toba. Ujumbe huu pengine umekugusa, umefurahi kwamba neno hili limekuja kwa wakati muhimu sana. Umesema, mtumishi wa Mungu amesema, kweli anachosema, nimekata tamaa. Kweli nataka kufa, maana sijaona msaada.
lakini leo umesikia msaada kwamba Yesu anaweza. Kwa nataka ni kuongoze sala toba maneno haya ili Yesu wa Nazareti akusaidie. Basi popote pale ulipo nifuatishe maombi haya. Sema, asante Bwana Yesu, mimi ni mtoto wako. Nimesikia leo habari ya neno lako. Nimeamini kabisa Bwana ya kwamba unaweza kufungua, ya kwamba unaweza kuniponya. Bwana Yesu, njoo kwangu leo. Nifute kabisa dhambi zangu zote. Niandike kabisa kwenye kitabu chako cha uzima. Naamua leo nikufuate Yesu. Nisaidie Bwana. Nisaidie Bwana. Naamua leo kuiacha dunia na mambo ya dunia ili nikufuate wewe. Asante Yesu kwa kuwa umeniokoa. Niombe na wewe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya Watanzania hawa. Watu hawa ambao wana vifungo, wana mateso, wamekata tamaa. Lakini leo wamesikia ujumbe wa matumaini ya kwamba Bwana unafungua. Utawatoa katika tabu zao, katika vifungo vyao, katika adha zao. Watu hawa Bwana, namleta mama huyu mbele zako, namleta baba huyu mbele zako, ambaye Yesu Kristo anajua kabisa una uwezo wa kumfungua. Baba, mguse, mpe neema sasa, apate nguvu kwenye maisha yake. Mwokoe na tabu zake. Magonjwa, shida, adha vikafunguke ndani yake. Na kuamuru magonjwa yaliyoko ndani ya mama huyu, ndani ya baba huyu, ndani ya Mtanzania huyu, ndani ya mtu huyu anayenisikiliza sasa, katika jina la Yesu, toka. Huna mamlaka. Kwa damu ya mwana kondoo natangaza uwe mzima tangu sasa katika jina la Yesu. Amen. Ndugu watazamaji ambao mnatufuatilia kwenye channel ya Morea CAG, ni kukaribisha kabisa. Kuna watu mko mbali kama nilivyosema, unahitaji maombezi, tunaomba. Lakini kutajie pia namba zangu za simu, Mwingine anasema niko mbali mtumishi, nimesikia neno hili lakini nahitaji ushauri kwa ajili ya hivi ulivyohubiri. Huenda unapita kwenye kipindi hiki sasa, unahitaji ushauri, unahitaji tuongee kwa simu. Nikutajie namba yangu ya simu ni 0744 25 77 52. 0744 25 77 52. Piga namba hiyo kwa msaada, kwa ushauri, kwa maombezi. Tutaomba, nitakushauri, nitakufundisha, nitakuelekeza mkoa uliopo, kanisa unahitaji kuokoka, nitakuelekeza kwa ushauri zaidi, nitakusaidia ili upate kuwa mwana wa Mungu aliye hai, umiliki pamoja na Mungu, uende kwenye biashara zako na Mungu, uende kwenye kazi yako na Mungu, uende kwenye changamoto zako zote na Mungu, ili Mungu akuvushe pale unapopitia, kwa sababu tunapopita na Mungu kwenye mapito yote, Mungu anatusaidia kama alivyowasaidia wana wa Israeli. Mungu akubariki sana. Amen.